na misuli ya kiroho. Kuimarisha seli na misuli ya kiroho. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa kuwa unatupenda watoto wako kuliko mfano. Unatupenda upeo. Ndio maana ulifika mahali pa kumtoa Bwana wetu Yesu Kristo kwa upendo huo, ili tuweze kupata ukombozi. Magonjwa yawe mbali nasi, kila laana na kila shida ziweze kukimbia mbele yetu. Tuweze kukuona ukitembea pamoja nasi kwa ushindi mkubwa, tukimuadhibu ibilisi na kumgalagaza mbele ya macho yetu. Mesema katika Warumi 16:19 na 20 ya kwamba tutamseta ibilisi chini ya miguu yetu. Bwana, umetoa mamlaka na uwezo kupitia upendo huu wa ukombozi. Kwa jina la Yesu Kristo tunajiweka mikononi mwako tunapokula na kunywa sasa mezani pako. Kwa jina la Yesu aliye hai, amen. Kuimarisha seli na misuli ya kiroho. Tunaposema seli, kwa wale wataalamu wanayejua seli za mwanadamu zinafanya nini katika mwili wa binadamu. Mwili wa binadamu unapopungukiwa zile seli unadhoofika na zinaweza kuwa zimesababisha au imeondolewa kinga ya kuzuia baadhi ya magonjwa na shida katika mwili wa binadamu, kwa sababu umeondoshwa au umepungukiwa seli zinazotakiwa kuwepo katika mwili wa binadamu. Na tumekuwa tukitumia neno seli kwa maana ya ushemasi. Kunakuwa na kundi la watu 5-6 wanatengeneza timu au kikundi kinachoitwa seli au ushemasi. Kwa hiyo somo letu linahusu kuimarisha seli na misuli ya kiroho. Watu wa mazoezi wanajua jinsi wanavyoweza kuimarisha misuli kupitia mazoezi. Mtu akawa na nguvu kwa sababu ya mazoezi. Tukimuita Jeremia Jacobo Chacha atupe maelezo jinsi mazoezi yanavyoweza kuimarisha mwili wa binadamu na misuli ikawa imara, basi unaweza ukapata somo la kukutosheleza kujua umuhimu wa kufanya mazoezi ya mwili ili kuimarisha mwili. Lakini kuna mazoezi ya roho kwa ajili ya kuimarisha misuli ya kiroho, kuimarisha seli za kiroho, ili mwanadamu aweze kuwa kamili, akitembea katika nguvu ya Mungu, katika kumpendeza Mungu. Mungu anapomuona huyu mwanadamu, anaona ni mwanadamu mwenye faida kwake. Unaweza ukawa mwanadamu mwenye hasara. Mtume Paulo anasema kwa Korinto kwamba siwasifu kuwa mnakusanyika lakini kwa hasara, sio kwa faida. Mnaweza kukusanyika kwa hasara. Unaweza ukawa na watoto, mzazi amezaa watoto akaanza kulia na kujuta kuwa na watoto hao. Namkumbuka mzazi mmoja ambaye alikuwa analia. Alikuwa na mtoto mvuta bangi. Yule mama alikuwa nesi na yule baba naye alikuwa mfanyakazi wa serikali. Yule mtoto akawa anachukua vitu ndani ya nyumba. Akiingia atachukua pasi, atachukua nguo za mama, atachukua vyombo vyote vya thamani anauza. Kwa hiyo hata nguo za yule mama za kuvaa alikuwa anaziweka kwa jirani. Akija na uniform zake ili aende kanisani, atakwenda abadilishe kwa jirani ndio avae aende kuabudu. Huyo ni mtoto wa kuzaa.
mama anajuta, uzao wake anauona mchungu, anasema ni heri nisingezaa. Hata maandiko yanasema itakuja siku ambayo wanawake wazazi watasema ni heri nisingezaa, heri tumbo lisilozaa. Kwa hiyo kuna mtoto au kuna mtu anaweza akawa baraka kwa Mungu, akawa baraka kwa familia, lakini pia akawa taabu au laana au masumbufu. Sasa wewe ni mtoto wa namna gani? Bila kuimarisha seli za kiroho na misuli ya kiroho, hautakuwa mtu unayetegemewa. Hautakuwa mtu unayetegemewa na Mungu na jamii. Mungu anapokutazama anataka aone kitu ambacho anakitaka. Siku moja akawa anaongea na shetani Mungu. Wakawa wanajadiliana kuhusu mwanadamu mmoja anaitwa Ayubu duniani. Mungu akawa anaongea kwa kutamba, kwa kuonyesha anamfahamuje huyo mtoto wake. Anasema wewe nenda kwa Ayubu, huwezi. Shetani akaenda akagusa hivi na vile na vile, baadaye akarudi tena akasema kwa kuwa umemzingira tu, ulinzi wako umempa afya tu njema na nini, nyama kwa nyama, kama hata kukana. Mungu anamwambia Ayubu, ninamfahamu, ni mtoto wangu, nenda, huruhusiwi kugusa roho yake. Kama ni mwili wewe nenda. Akaenda tena kwa Ayubu. Ayubu akaugua. Ayubu akapata madonda mwili mzima, akawa anajikunia vigae, mausara yanatoka. Ayubu yuko katika hali mbaya, amefiwa na watoto wote, mali zote zimeungua, maisha ni magumu, lakini moyo wake bado unamtazama Mungu. Watu wengine mioyo yao imelala kwenye mali, ukigusa tu network yote ya kiroho inapotea. Yuko tayari kutamka chochote juu ya Mungu, kukana chochote, maana moyo wake umelala juu ya mali. Mke wa Ayubu moyo wake unaonyesha ulikuwa umelala kwenye mali. Akasema Mungu huyu atatusaidia nini sasa? Anasaidia nini? Si afadhali tu ukane tu, umkufuru tu huyo Mungu tu ufe, ijulikane tu hakuna msaada wa kimungu. Ayubu akasema umejibu sawasawa na wanawake wa upumbavu. Hatukuja na kitu duniani, tutaondoka hivyo hivyo kama tulivyozaliwa, uchi, bila nepi wala gauni wala chochote. Hatukuja na kitu duniani. Moyo wa Ayubu ukawa bado una msimamo, bila kuangalia vita ile ya kiroho iliyomzunguka ina nini ndani. Vile vitu havikuvuta moyo wake ili kumuondoa kwa Mungu. Ndio maana katika Torati maandiko pia yanasema utakapokula na kushiba usimsahau Bwana Mungu wako. Kuna watu wananeemeka, wamesahau walikotoka. Leo wana vyombo vya usafiri, wana nyumba, hata wanaweza kupangisha. Leo wanakula na kusaza vyakula, lakini haikuwa hivyo. Wameshasahau. Inapofika wakati wa utumishi, wa kuachilia mali zao zimtumikie Mungu, bado wanaona ni vya kwao, wanavyatamia. Hawajali kuangalia nini madhara yanatokea katika mwili wa Kristo. Watu wa Mungu wanahitaji msaada kutoka kwako. Kwa kiwango gani huwezi kuona, umeshasahau. Utakapofanikiwa kula na kushiba usimsahau Bwana Mungu wako. Tunajifunza kuimarisha seli za kiroho na misuli ya kiroho, kwa maana hasa ya kuwa na ibada
za vikundi, ibada za seri, ibada za nyumbani. Ibada hizi za vikundi zinamuimarisha Mkristo aweze kuwa imara, aweze kuwa kamili ndani ya zile ibada za vikundi. Zitakufanya uweze kuomba, uweze kuongoza ibada. Mko watu 5, mmoja anakuwa kiongozi wa ibada, anatoa maelekezo. Kwa hiyo wewe utaongoza ibada, wewe utahubiri, wewe utafungua kwa maombi. Maana yake wewe mwanadamu uliokoka, mcha Mungu, unatakiwa uwe kiongozi kwenye eneo lolote la kiibada. Kama hautakuwa kwenye kile kikundi kidogo cha seli, maana yake ni kwamba hautapata nafasi ya kuongoza hata kama ni miaka 5 ndani ya kanisa. Na kama makanisa ndio makanisa yanaendelea kuwa makubwa, yanakuwa na watu wengi, mara nyingine hata ukikosekana kwenye ibada haujulikani kama kuna mtu wa leo hayupo kwenye ibada. Hautaweza kupata nafasi ya kuomba, hautaweza kupata nafasi ya kuhubiri, hautaweza kupata nafasi ya kuimbisha, ya kuongoza. Lakini kwenye kikundi cha watu 5, wale wachache, hivyo vipengele vyote 4 vyote utavimiliki, vyote utavimiliki. Tuanze na kitabu cha Mathayo sura ya 18 na ule mstari wa 20. Mungu anaposema watu 2, 3 wakiwa pamoja katika kanuni ya kiibada ya kimungu, nini kinachokuwepo katikati? Kitu gani kinachozaliwa pale katikati? Maana yake Mungu anakuwepo. Mungu anakuwepo katikati yao. Anasema Mathayo 18 na ule mstari wa 20, kwa kuwa walipo 2, 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Katikati yao. Maneno haya aliyasema Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wetu aliyekuja duniani kubeba dhambi za mwanadamu, magonjwa ya mwanadamu, mizigo iliyomlemea mwanadamu. Akatoa maelekezo akasema kwamba popote wanapokusanyika. Kwa lile kusanyiko la watu 2, 3 usilidhalau, limeshatengeneza kanisa. Yesu anasema yupo katikati. Yupo katikati kufanya nini? Je, ni kuwatazama mlivyopendeza? Je, ni kuwatazama mnavyowaza? Yupo katikati kufanya nini? Ni kuachiria majibu, ni kuachiria majawabu ya shida na kilio na haja mlionayo. Tukienda katika Matendo ya Mitume sura ya 16, tunaona matokeo ya watu 2 wako pamoja, alafu wanamuomba Mungu, wanamfanyia ibada gerezani. Matendo ya Mitume sura ya 16 na ule mstari wa 25, hawaangalii kwamba hao wamelala njaa, wasifanye ibada kwa sababu wamelala njaa, kwa sababu hawajui leo watakula nini, kwa sababu hawajui si kuna mambo gani magumu yaliyotokea. Hawaangalii zile shida zilizowazunguka, lakini wanachokitazama, tumekusanyika kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo Mungu yupo katikati yetu. Wanaanza kusifu, wanaanza kuomba, na Mungu anashuka. Anasema Matendo ya Mitume 16, 25 na 26 kwamba lakini panapo usiku wa 8, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza.
ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikaregezwa. Vifungo vya wote vikaregezwa. Kwa hiyo pakawa na matokeo ya Paulo na Sila kutolewa gerezani. Maana Mungu ameshuka, amesifiwa, watu walikuwa na msifu, wanamuomba. Kwa kuna uthamani wa kufanya ibada za siri, ibada za ushemasi. Usidhalau ibada za vikundi. Na ndio maana utagundua yale makusanyiko hata ya kawaida, vijana wanafanya discussion, wanajisomea kwa kutengeneza vikundi. Huyu anachangia hili, huyu anapresenti hiki, anaongea hiki, anaongea kina, vitu vinaingia kile ambacho unajua unacheua tayari. Kwa hiyo kuna kitu pale kinaumbika. Huyu mtu anajikuta ameongezeka kitu ambacho hakuwa nacho, kwa sababu tu ya kule kujisomea pamoja kumezalisha nyongeza fulani ya kitu. Kuna misuli ya elimu ya ufahamu imeongezeka ndani. Ndio maana kanuni hizo zimekuwa zikitumika. Sasa tunaporudi kiroho, kanuni hizi zimeanzia kiroho. Watu wanakuwa ndani ya nyumba, wanafanya ibada ndani ya nyumba. Mikusanyiko hii inaonekana midogo midogo, ndio mikusanyiko ambayo imekuza kanisa na kulifanya kanisa lifikie hali hii tulionayo ulimwengu mzima. Imani na mafundisho ya Yesu Kristo yamezagaa dunia nzima kwa sababu ya vikundi vidogo vidogo. Wanafunzi wanaonekana wachache wa Yesu, wamekusanyika huko, wamekusanyika kule. Injili inaendelea mpaka leo. Ulimwengu umejaa mafundisho ya Yesu Kristo. Ni kwa kanuni hii ambayo Mungu aliiweka, na ukiepuka ukakaa kando, maana yake umekwenda kinyume na ule utii na maelekezo na maagizo yake kwa ajili ya kuliimarisha kanisa la Mungu, ili kanisa la Mungu liweze kuwa imara. Mtu wa Mungu aweze kuwa mwenye ufahamu mzuri wa kiroho, anayetegemewa na Mungu, lazima awe na majukumu anayofanya. Aongoze ibada hapo, aimbishe, atoe neno, ahubiri pale, afungue kwa maombi au afunye kwa maombi au afanye chochote. Lakini sio mshirika wa kuingia ndani ya kanisa na kukaa na kusikiliza tu na kutoka basi. Hivyo utakuwa kilema, kiwete wa kiroho, na utafika mahali vilema wa kiroho hawaendi mbinguni. Kwa hiyo maandalizi ya kutengeneza seri hizi, maana yake ni kuinua na kukuwezesha seri zako za kiroho na mishipa yako ya kiroho iweze kuimarika, uweze kuwa mtu wa Mungu unayetegemewa na Mungu. Kanisa linakutegemea. Nimesema mwanzo, kuna watoto ambao hawategemewi. Unaweza kawa na mtu ambaye hategemewi. Yesu akasema neno moja zito sana kwa Yuda. Akamwambia Yuda, ni heri usingezaliwa. Kwa nini? Umemsaliti mwana wa Mungu. Umesaliti. Ni heri mtu huyu asingelizaliwa. Unaweza ukalisoma ukaliona neno la kawaida tu juu ya usaliti. Ni heri usingezaliwa. Huyo tayari alikuwa ni mwanafunzi. Kwa hiyo unaweza ukawa mwanafunzi. Ni maneno gani ambayo Yesu atayazungumza kwako? Seli zako na mishipa yako ya kiroho ina uwezo na nguvu kiasi gani? Mungu anakutegemeaje ndani ya kanisa?
Anaweza ikakutegemeaje? Majuzi tumepita nchi yetu kwenye changamoto ambayo kiroho imetoa fundisho. Wakati wa dhiki kuu utakuwa kuwaje? Bado kuna tarehe 9 mwezi wa 12. Wengine wameshaanza kutoa maelekezo, andaa vyakula angalau hata vya wiki 2 uweke ndani. Kama patakuwa na hakuna kununua na kuuza na kutoka, basi uwe na chakula cha akiba. Wakati wa dhiki kuu hapatakuwa kuuza wala kununua wala chochote, paka uwe na chapa yule mnyama. Yale mateso ya dhiki kuu yatakuwa kuweje? Kwa hiyo picha hiyo tu inatoa fundisho. Hivi kumbe ndio kuna uzito wa namna hii. Fikiria mtu amekaa, mwingine anashuhudia sema siku 4 sijaenda kazini, huwezi kutoka nje, uko tu ndani, watu wamekufa, wanaofahamika, ndugu zetu, si marafiki, watu wamekufa. Dhiki kuu itakuweje? Wakati wa dhiki kuu maandiko yanasema damu zitamwagika maili 200. Maili 200 katika mahesabu ya kilomita ni sawasawa na kilomita kama 330 hivi maili ukiziingiza kwenye kilomita. Kwa hiyo manake damu zitamwagika na kutiririka, ni kama kutoka hapa, maana kutoka hapa mpaka Mbeya ni kilomita 330. Manake wanadamu wamekufa. Wakati wa dhiki kuu itakuwa ni mateso, itakuwa ni msiba ambayo hakuna kwenda kuzika kwa mwenzako, ni mateso mazito. Wakati wa kanisa tumenyakuliwa. Je, utabaki? Utakuwepo? Utayashuhudia hayo? Imarisha misuli ya kiroho, imarisha seri za kiroho, ili uwe mtu unayetegemewa, uwe binti unayetegemewa. Yesu akikutazama na tabasamu, anakutegemea kukutuma kufanya kazi yake. Kijana wa Yesu mwenye seri na misuli ya kiroho iliyo hai ambayo haijafa, jinsi ya kushiriki zile ibada za kishemasi, ibada zile za seri. Tunakutanika watu 3 4, tunafanya mkusanyiko ibada. Kila siku tunaombeana kwenye zile seri. Huyu mtu mmoja anawaombea watu hao 5 wote, na huyu naye anawaombea 5. Kwa hiyo watu wote hao 6 kila siku kunapokucha, kila siku lazima waombeane. Wamwombee na kiongozi wao, shemasi wao, wamwombee mzee wa kanisa anayesimamia, wamwombee mchungaji wao. Kuna mnyororo kila siku. Ibilisi atapata wapi pa kupenya? Kumeshonana nguvu ya maombi, masaidiano, moyo wa upendo, uhai wa kanisa. Hakuna kutupiana mzigo kwamba atajijua, mimi nilijua tu, huyu nilijua tu. Mtu ana mzigo na mwenzake, maana seri na mishipa ya kiroho iko hai, ni kanisa lililo hai. Mtume Paulo anazungumza katika Matendo ya Mitume sura 28 jinsi anavyokusanya watu kwenye nyumba yake, nyumba ya kupanga. Mara nyingine watu wanajenga nyumba, hawafikiri chochote kuhusiana na swala la kiroho, kwamba nyumba hiyo kiroho inaweza kumfaidi nini. Anaangalia tu faida ya mwili, jinsi anavyoweza kupangisha, jinsi anavyoweza kuifurahia katika mwili, lakini haangalii zile faida za kiroho. Ziko faida za kiroho.
Wale wanaojenga nyumba, natengeneza ramani, jenga sebure yako kubwa itakayoshika nafasi kama vile kanisa. Tengeneza mara nyingine chumba maalum cha kujisomea na kufanya maombi mle ndani. Hata kama msururu, watu wote wanaoishi wamepangana, wote wanaingiza fedha huko, wanapangisha vyumba vile, watu wanagombania vyumba. Inaonekana chumba, mbona huyu chumba hiki kingeingiza hela. Ile nguvu ya Mungu inayopatikana kiroho. Na hata kama hauombi wewe, maana yake una ndugu zako, una marafiki na washirika wanaweza wakaja wakapata mapumziko mahali pa kusomea Biblia na kuomba. Thawabu yako na taji yako ni kubwa mbinguni. Usiangalie tu habari ya uchumi tu, angalia pia makuzo ya seli za kiroho na mishipa ya kiroho, jinsi gani kiroho chako kinaimarika. Katika Matendo 28, 23 na 24, Paulo anasema wakiisha kuagana naye siku wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana, akawaeleza kwa taratibu na kuushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa na ya manabii tangu asubuhi hata jioni. Wengi waliamini yale aliyoyanena, wengine hawakuyaamini. Kwa hiyo tayari ndani ya chumba chake alichopanga nyumba yake, bado akaitumia kwenye mkusanyiko wa kulitangaza neno la Mungu. Mstari wa chini pale wa 30 anasema hivi, wa 30 pale na 31 anasema, akakaa muda wa miaka 2 mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga, akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Huyu alitumia nyumba. Kwa hiyo hapa tunaendelea kujifunza umuhimu wa kuwa na vikundi vya ibada vinavyoonekana kama ni vidogo vidogo, lakini Mungu Roho Mtakatifu anatumia kumuimarisha mtu. Maana ndani ya vikundi hivyo vidogo, huyu mtu anapata nafasi. Leo atafungua kwa maombi, wiki ijayo atafunga kwa maombi kipindi, wiki nyingine atapewa nafasi ya kusoma neno. Lakini kwenye mkusanyiko mkubwa hawezi kupata nafasi, mpaka watu wachache maalum tu ndio hao watakuwa kiongoza, itakuwa ni. Kwa hiyo makuzo ya huyu mtu yatakuwa ni haba. Unashangaa mtu ana miaka 3 ndani ya kanisa, lakini anaonekana ni mchanga, kwa sababu hana jukumu la utendaji wowote katika mwili wa Kristo. Ni kama ile bahari mfu ambayo ikipokea hata maji yakiingia mle na yenyewe yanakufa, maana haitoi, haifanyi kazi yoyote. Kwa hiyo tunahitajika kuwa katika majukumu ya utendaji katika seli. Hebu tuongeze andiko jingine, Samueli wa kwanza na ile sura ya 19. Samueli wa kwanza na ile sura ya 19, tuone jinsi ambavyo mikusanyiko ya pamoja kuhusiana na swala la kiibada na swala la kumcha Mungu linavyozalisha nguvu ya Mungu kiasi kwamba linatoa majibu katika shida ya mwanadamu. Kukusanyika katika kusanyiko la kimungu ni ufunguo wa kumfanya na kumlazimisha Mungu ashuke. Kwa lile kusanyiko lolote tu la kimungu ni ufunguo wa kumfanya au wa kumlazimisha Mungu ili Mungu ashuke, maana anaona watu wamekusanyika kwa ajili yake.
watu wanamuomba, watu wanataka jambo fulani. Kwa hiyo Mungu analazimika kushuka. Anasema hivi katika Samueli wa kwanza 19 mstari wa 18 hadi wa 24, anasema kama ifuatavyo: hivyo Daudi akakimbia akajiponya, akamwendea Samueli huko Lama, akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayothi. Naye Sauli akaambiwa kusema, angalia, yule Daudi yuko katika Nayothi huko Lama. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Na hapo walipowaona jamii ya manabii wakitabiri na Samueli amesimama kama mkuu wao, Roho ya Mungu ikawaijiria wajumbe wa Sauli, nao pia wakatabiri. Naye Sauli alipoambiwa, alituma wajumbe wengine, wao nao wakatabiri. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya 3, na wao pia wakatabiri. Kisha yeye mwenyewe akaenda Lama, akafika kunako kile kisima kikubwa kilichoko huko Seku. Akauliza akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Na mtu mmoja akajibu, tazama, wako Nayothi huko Lama. Basi akaenda Nayothi huko Lama, na Roho ya Mungu ikamjia yeye, naye akaendelea mbele huku anatabiri mpaka kufika Nayothi huko Lama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu husema, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Mpaka leo wanatheolojia na watu wanaendelea kugongana vichwa na kuulizana, imekuweje Sauli atabiri? Imekuweje wajumbe aliowatuma nao mpaka watabiri? Kumbe kuna kundi la watu wa Mungu lilipokuwa limekusanyika kwa nia ya Mungu, nguvu ya Mungu ikawa inazalishwa pale kama mashine inayozalisha nguvu za umeme na kadhalika, na kuachilia watu wapokee. Kwa hiyo ndio maana kila waliokuwa wanajaribu kusogea, ile nguvu inawafunika, ile nguvu inawavaa, maana tayari Bwana yupo kwenye lile kusanyiko. Kwa iko faida kubwa sana ya watu kukusanyika kiibada bila kujali idadi. Mungu ameshatoa maelekezo kwamba ili fikra na ufahamu wa kujiandaa kupokea uwepo, ya kwamba kuanzia 2 wanaitwa ni kundi, 3 ni kundi. Wakishakusanyika tu hao, Mungu anasema nipo. Kwa hiyo anasubiri tuwaone hilo kusanyiko. Anapolisubiri kuliona, watu wako bize, watu wametingwa, mpaka unaona giza limeingia, muda ungeongezeka, eneo limebaki hajamaliza kazi zake. Hayo yote anayangalia ni juu ya mwili, lakini haangalii juu ya roho, kwamba muda umeisha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hata muda maombi, nimeshaomba, muda umekwisha, ningeongezewa hata dakika 5 tena niongezee niombe. Wa kusoma neno la Mungu, wa kufanya huduma, haoni. Ni mambo ya mwili tu, mwili tu, kunenepesha mwili tu, mwili tu. Haya yote ya mwili yatabaki, na mwili ndio unayekuvuta kukupeleka jehanamu. Mwili hauwezi kukuvuta kukusogeza kupeleka mbinguni. Mwili unakuvuta kukupeleka chini jehanamu. Unatakiwa uwe na ujazo mkubwa wa kiroho kuweza kuudhibiti, kuulazimisha ufate masharti unayotaka wewe roho. Wewe unayenisikiliza, ukiondoka wewe utasikia maiti ya fulani yuko wapi? Manake ni maiti yake imebaki, yeye hayupo. Huyo sasa, huyo ndio anayetakiwa ale seli zake na misuri ya kiroho. Huyo ndio anayetakiwa ajazie misuri ya kiroho, afanye huduma za kimungu. Iwepo nguvu ya Mungu, ataipataje kama yuko peke yake? Kama hawakusanyiki 2 watatu, halafu majukumu ya gawane, aombe, asome neno la Mungu, ahubiri, atakuwaje? Ataongezekaje?
haiwezekani. Lazima tutumie kanuni za kimungu ili tuweze kufaulu kushinda. Funika macho yako sasa, tuweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuanza kuchukua hatua zilizo mbele yetu za makuzo ya kiroho, ya kuimarisha seri na shemasi tulizo nazo. Wakati umefunika macho yako, nitakuuliza swali. Isalimu roho yako, kaiulize una hali gani? Iulize roho yako, Yesu akishuka sasa, je, uko tayari kuondoka kwa ushindi? Au ni mmoja wa watu ambao watakuwa kuni za jehanamu? Uliimba na kusifu na kuingia, ni mmoja watakaosema, Bwana, mbona tulikula mbele zako, tulisikiliza neno mbele zako, mbele ya madhabahu yako? Naye atasema, ondokeni kwangu, sikuwajua. Je, ni miongoni mwao? Au ni kweli una wokovu wa kweli? Uko tayari kufata maagizo na maelekezo na mafundisho? Au umejipatia walimu makundi makundi? Hauchungiki, hauongozeki, hauelekezeki. Unakuja tu kwa sababu unakuja, lakini hauongozeki. Uko tayari kufanya ya kwako tu. Kuna maana gani ya kuwa na kiongozi? Kuna maana gani ya kuwa na mchungaji kama huhitaji kusikia maelekezo ili utii na kufuata? Musa anawaambia twende. Wao wanaitazama Misri na kukumbuka yaliyopita na kuona hakuna makaburi, tutazikwa wapi? Wakaanza kuzikumbuka nyama za Misri. Walipokubali kutii, ndipo walipouona ushindi wa Bwana. Inawezekana umekataa kutii, haufati maongozi na maelekezi. Ukiambiwa kukusanyika katika seli, kufanya ibada za mikusanyiko, unazalisha majukumu, unazalisha kazi. Kazi hazitaisha, mambo hayataisha. Mungu anahitaji apewe kipaumbele. Mungu apewe kipaumbele ili akutengeneze, ili akukarabati, ili akujaze utukufu na nguvu zake. Ameshindwa mahali pa kuwekea, maana hauna nafasi ya kukaa naye. Martha alipokuwa na mambo mengi, Yesu akamwambia Martha, mwenzako Mariamu amechagua fungu jema, kukaa miguuni pa kusikiliza kwa Yesu Kristo. Mwenzako amechagua fungu jema. Wewe fungu la kukaa miguuni pa Yesu haurioni. Ni fungu la kuchacharika na kuitafuta dunia.